Nizungumze sheria ya uwajibikaji. Uwajibikaji ni muhimu katika kuyapatia maisha majibu. Uwajibikaji ni kitu cha muhimu katika kuyapatia maisha ya kila siku majibu. Ukikwepa uwajibikaji, unakwepa ukuu. Hakuna mtu ambaye ni mkuu na sio mwajibikaji. Kila mtu unayemwona ambaye ni mkuu ni mtu ambaye analipa gharama bila kujihurumia uwajibikaji. Na hiyo tunaliona kabisa kwenye Adam na Hawa. Siku Adam na Hawa alipokataa kuwajibika kwa sababu ya makosa yake, ndo siku alipoteza ukuu na ndo siku aliyopoteza nafasi. Mara ya kwanza kabisa wakati Mungu amemweka duniani, ndiye aliyekuwa Mungu wa dunia hii. Lakini baada ya anguko, baada ya kukosea, tunaona kwamba aligoma kuwajibika kwa makosa yake, na badala ya kukubali makosa ili awajibike kwa ule makosa ambayo alikuwa ameyafanya, akamsingizia mke wake, akasema Mungu, ni huyu mke aliyenipatia ndiye aliyenisababisha nikakosea. Na mwanamke naye hakukubali kubeba wajibu akamtupia mzigo nani? Shetani. Akasema ni huyu joka ndiye aliyenidanganya. Mwisho wa siku shetani akawa hana kumtupia mzigo, ikabidi akubali kuwajibika makosa, na ndo siku shetani akainyang'anya nafasi ya Adamu. Shetani akawa mungu wa dunia hii, ndo mpaka leo ameendelea kuwa mungu wa dunia hii. Kwa hiyo tunajifunza siri kubwa, unapokataa kuwajibika, uwe na hakika akipatikana kuwajibika, anachukua nafasi yako. Yamkini kabisa Mungu amekupanda mahali una nafasi kwenye nafasi ya ukuu. Siku utakayoacha kuwajibika na akatokea mtu wa kuwajibika, uwe na hakika ataichukua nafasi yako. Wakati Sauli ni mfalme, yupo ikulu, akafika mahali akajisahau, akaacha kuwajibika kwenye maelekezo ya kimungu ambaye Mungu anampa, akaanza kujifanyia mambo ambayo anaona yanampendeza moyo wake na yanawapendeza wanadamu. Wakati huo ameacha kuwajibika sawasawa na sheria ya Mungu ambaye ndo amemweka kwenye kile kiti. Wakati huo kuna mtu yuko jangwani, Daudi. Ni mtu ambaye anawajibika kweli kweli, anaupendeza moyo wa Mungu. Na kwa sababu alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu na amekubali kuwajibika katika sheria ya Mungu ipasavyo, Mungu akampa, kwa lugha nyingine, akaichukua nafasi ya Sauli. Akaichukua nafasi ya Sauli. Ndio tunaona mahali ambapo Mungu anamwambia Samueli, nenda katika nyumba ya Yese, kamtie Daudi nini? Mafuta. What happened? Mungu anamwambia amtie Daudi mafuta. Wakati huo ikulu Sauli yupo, mfalme yupo, lakini bado Mungu anasema mtie mwingine mafuta. Kwa nini? Amepatikana mtu anayewajibika. Na maadamu amepatikana mtu anayewajibika, akaireplace, akaichukua nafasi ya Sauli asiyewajibika. Yamkini wewe ni Sauli leo, kwenye nafasi yoyote ile hauwajibiki. Amini nakwambia, yuko Daudi mahali ambaye anawajibika sirini, anawajibika kupendeza moyo wa Mungu, anawajibika kwenye sheria ya Bwana ipasavyo. Ni swala la wakati tu, hiyo nafasi utapoteza. Nafasi hazilindwi tu kwa majina kwamba amwe bishop, amwe apostle, whatever. Nafasi yoyote, nafasi zinalindwa kwa kuwajibikwa. Kwa hiyo uwajibikaji ni moja ya njia ya kulinda nafasi ambayo Mungu amekupa. Kuwajibika kwanza kwa Mungu, kwanza kwa watu ambao Mungu amekupa, na kwa majukumu husika lazima ukubali kuwajibika. Utakapoacha kuwajibika, Mungu atakureplace. Siku moja Mungu akaniambia, no matter how big you are, you can be replaced. Haijalishi wewe ni mkubwa kiasi gani, rafiki, unaweza ukatolewa. Nikajifunza kwa mtumishi mmoja wa Mungu, anasema grafu kwenye ulimwengu wa roho hazipo constant hivi. Zinapanda na kushuka, zinapanda na kushuka. Kuna watu leo wako mapangoni, kesho wapo juu. Kuna watu leo wapo juu, kesho wapo chini. Ni namna ulimwengu unavyofanya kazi. Kubali kuwajibika. Kubali kuwajibika. Ni kweli wengi tunadai haki, lakini kila haki imebeba wajibu wake. Ni kweli tunadai haki, lakini ukweli ni kwamba kila haki unayoitaka imebeba wajibu. Hautaki kuwajibika, hauna fungu la kupokea haki za ufalme. Vesem pia, huwezi kunufaika na stahiki za ufalme wa Mungu bila kubeba wajibu wako kama mwana wa Mungu. Huwezi kuwajibika na stahiki za ufalme wa Mungu kama umegoma kuubeba wajibu kama mwana wa Mungu. Lazima ukubali kubeba wajibu kama mwana wa Mungu, ndipo uweze kuwa mnufaika wa stahiki za ufalme wa Mungu. Ndio maana leo tuna watu wengi wapo ndani ya kanisa miaka 10, miaka 20 hawabadiliki. Kwa nini? Ni kweli wameokoka, wameingia ndani ya ufalme, lakini wamekataa kubeba wajibu. Na moja wajibu ambao wamekataa ni wajibu wa kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu wamekataa kubeba huo wajibu wa kuishi maisha matakatifu, wamejikuta kwamba hawana fungu tena kwenye ufalme. Hawana fungu tena kwenye zile ahadi za Mungu. Ni kweli Mungu ametoa ahadi nyingi,
lakini hauwezi kuwa mnufaika wa hizo ahadi kama ni mtu unayekwepa wajibu wako. Kwa ili uweze kuwa mnufaika wa haki za ufalme, stahiki za ufalme wa Mungu, lazima ukubali kulipa gharama ya kubeba wajibu. Na moja wa wajibu wa lazima kwa Mkristo ni wajibu wa kuishi maisha ya utakatifu, ni wajibu wa kutembea katika mapenzi ya Mungu, ni wajibu wa kulitumikia kusudi la Mungu bila kujihurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kubeba wajibu wako kama mwana wa Mungu, sahau kunufaika na ahadi za Mungu. Sahau kunufaika na ahadi za Mungu. Kwa moja ya ombi la kujiombea ni kumwambia Roho Mtakatifu aondoe kila mzaa ndani yako kwa habari ya ufalme, na akusaidie kujua wajibu wako na usimame katika zamu yako ipasavyo. Mwambie kabisa Roho Mtakatifu, ondoa kila mzaa ndani yangu wa kukwepa wajibu wangu. Nipe neema ya kusimama kwenye wajibu wangu. Nisimame kwenye wajibu wangu sawa sawa na sheria ya ufalme inavyosema. Nisimame katika zamu yangu. Yes. Weka bidii katika kujitambua na kuutafuta wajibu wako kila siku.